Natoka hapa maili 6 katika huduma ya Bride of Christ Outreach Ministry, na ninashukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha siku ya leo niko around, na ninajua ya kwamba tunaenda kuwa na wakati mzuri wa kulisikia neno la Bwana. Ningependa niweze kuomba kwa ajili ya mahitaji, kisha moja kwa moja tutaingia katika neno la Mungu siku ya leo, na mimi naamini ya kwamba litakusaidia. Wacha tuombe. Ewe Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, uliye mtakatifu, ambaye umeketi mahali pa juu zaidi, tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi siku ya leo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mungu uliye mtakatifu, ambaye huwezi ukalinganishwa na chochote, wewe ambaye uliumba mbingu na nchi na ukaumba na vitu vyote vilivyomo ndani mwake, Jehova, tunasimama mahali hapa ili tukaweze kutangaza wema wako na ukuu wako. Tutangaze rehema zako na neema yako, Bwana Mungu wa Israeli, ambaye Bwana tangia mwanzo uliingia kwenye agano na Abrahamu, Isaka na Yakobo, na ukawahakikishia kwamba vizazi zijazo zitakapotafuta wewe kupitia katika hiyo nchi ambayo uliweka, wewe utapatikana pamoja na wao. Siku ya leo, angalia, ni watu wengi ambao Bwana Mungu wanasikiliza hii sauti. Wengi wanapitia changamoto kadha wa kadha. Kunao watu ambao wamejikuta wakiwa katika uraibu wa madawa za kulevya. Kuna watu ambao wamejikuta wakiwa waraibu wa pombe. Kuna watu ambao wamejikuta katika uraibu wa kufanya ukora na mambo mengine kama hayo, na vifungo vingi vimefunga wanadamu. Lakini wakati ambapo tunaleta neno lako, Mungu wa Israeli, tunatumaini ya kwamba hili neno litavunja nira zote ambazo zinawafunga watu, kamba zote ambazo ni za zamani zinawashikilia watu katika umateka. Tunatangaza siku ya leo ya kwamba Bwana Mungu zinaweza kuvunjika katika jina la Yesu. Naomba siku ya leo, Mungu wa Israeli, kila mmoja ambaye anasikiliza hii sauti, angalia Bwana, maisha yake unayajua, na unajua hata shughuli zake zote na nia yake yote, kilio kilicho katika moyo wake. Wenye ni wagonjwa na waombea uponyaji siku ya leo. Natangaza ya kwamba utaweka watu wengi huru, Jehova. Neno lako nasema ya kwamba mwingilio wa neno lako unaleta nuru, na unawasaidia wale hata walio wapumbavu wakaweze kuerefuka. Na siku ya leo nataka kutangaza katika jina la Yesu, jina ambalo umelikweza ukaliinua na ukalipa hata sifa, na ukalitenga na ukasema ya kwamba kupitia katika hili jina kila mwanadamu aweze kupata hata uhusiano na wewe. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba siku ya leo unipe usemi wa kulitangaza hili neno. Unipe ufasaha, Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Nataka kulitangaza hili neno kwa sababu Mungu umenikirimia huu wakati ya kwamba Bwana nikalinene. Na kwa hiyo naomba ya kwamba ukatawale siku ya leo katika hii anga ambayo inatuzunguka, ya kwamba Mungu wa Israeli, kila mmoja atakayesikia hili neno ataweza kupiga kona, aweze kukurejelea wewe, na sifa zote na utukufu Mungu zitakurudia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu na ninamupa utukufu wote, maana yeye ndiye muumba. Siku ya leo Mungu ametusaidia, ametupa nafasi, ametupa wakati mzuri sana ambao tunaenda kuwa nao.
Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. YouTube connecting. Please wait. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Today I want to thank God because of giving me this opportunity. Leo nataka kumshukuru Bwana kwa sababu ya kunipa hii tunuku. That I may be with you here. Ili nikaweze kuwa pamoja nanyi mahali hapa. To bring the word of God to you. Hata kulileta neno la Bwana kwenu. And so wherever you are. Na kwa hivyo popote ulipo. I want to ask for your attention. Nataka kuuliza tu makinifu wako. That you may walk with me through the scriptures of the Bible. Ili tukaweze kuandamana pamoja na wewe katika maandiko. And therein we can be able to learn a lesson. Na hata hapo tukaweze kusoma fundisho. I want to give you a story. Nataka kuwapa hadithi. And this story concerns a servant of God called Apostle Paul. Nayo ni hadithi ambayo inamhusisha mtumishi wa Mungu aitwaye Mtume Paulo. That there was a time that Apostle Paul was doing ministry. Ya kwamba kulikuwa na wakati ambapo anafanya kazi ya huduma. And he was moving up and down. Na alikuwa anaenda juu chini. Going from one village to another. Akienda kutoka kijiji kimoja mpaka kingine. And the way Apostle Paul even now transitioning from one country to another. Na hata akiendelea palipokuwa na uwezo kutoka kwa nchi moja mpaka nchi nyingine. And whatever he was carrying forth was one. Na chochote ambacho alikuwa anapeleka kilikuwa kitu kimoja. And so today we are going to look at this story in the book of Acts of the Apostles. Na kwa hivyo leo tunaenda kuangalia hadithi yake katika kitabu cha Mitume. It is the book of Acts of Apostles number 17. Katika kitabu cha Mitume 17. And we will be reading from verse 19 downwards. Na tutasoma kuanzia aya ya 19 kuelekea chini. And I would want, as I read, my interpreter will be giving the interpretation also. Na ninaomba ya kwamba ninaposoma naye mkalimani ataweza kukalimani vile vile. So I will be reading one verse, then you read in Kiswahili. Na kwa hivyo tutasoma aya kwa aya. And as I will finish now, I will combine that message and bring it to you. Na nikiweza kumaliza kusoma tutaweza kuileta ujumbe ikiwa pamoja kwako. We are basically going to look at two books of the Bible. Tutaangalia vitabu viwili katika Biblia. And our first book is the book of Acts of Apostles. Na ya kwanza ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Then the other book will be the book of Romans. Nayo kitabu kingine kitakuwa ni katika kitabu cha Warumi. And from there I will be signing out. Na kutoka pale nitakuwa nikimalizia. Hallelujah. Hallelujah. So we read from verse 19, that Acts of Apostles chapter number 17. Matendo ya Mitume 17 na aya yake ya 19. And the Bible says, Na Biblia yasema. and okay, before maybe I read, I would request that you can get your own time. Kabla nisome ningeweza kuuliza ya kwamba kama mnaweza kupata nafasi yenu. And then you read the whole chapter of verse 17 of the book of Acts of Apostles. Na mkaweza kusoma hata ukurasa ama hiyo mlango wote wa Matendo ya Mitume 17 yote. But allow me to start from verse 17. Lakini kubali nianzie katika aya ya 17. The Bible says, Biblia yasema, therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Basi katika sinagogi wakahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Verse 18 says, Aya 18. then certain philosophers of the Epicureans and the Stoics encountered him, and some said, what will this babbler say? Other some he seems to be a scepter forth of strange gods, because he preached to them Jesus and the resurrection. Baadhi ya Wapekuleo Wastoiko
wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari ya miungu migeni, kama maana aliyokuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Verse 19 says, aya 19, and they took him and brought him to Rebekah, saying, may we know what this new doctrine whereof you speak is. Wakamshika wakamchukua Rebeka, wakasema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya ulionayo? For you bring certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean. Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu, twapenda kujua basi maana ya mambo haya. Verse 21 says, aya 21, for all the Athenians and the strangers which were there, they spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Kwa maana Waethene na wageni waliokuwa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoka habari kusikiliza habari za jambo mpya. Verse 22 says, then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, you men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. Basi Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with these inscriptions, to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship him, declare I to you. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko, nikaona mambo ya ibada yenu, na niliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiria habari zake yeye ambaye ninyi mwamwabudu bila kumjua. God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwells not in temples made with the hands. Aya 24, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa na mkono kwa mkono. Neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he gives to all life and bread and all things. Wala hatumikiwi kwa mkono wa mwanadamu kama kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Verse 26 and 27. Aya 26 na 27. The last verses here. Nazo ndizo laini za mwisho hapa. And I want you to listen and listen very good. Na ninataka msikilize na msikilize vyema. The hand has made of one person, of one blood, all nations of men, for to dwell on the face of the earth, and has determined the times before appointed, and the bounds of their habitations. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwaweka let me repeat again. Akiisha waweka nyakati alizoziamuru tangu zamani, na mipaka
ya makazi yao. Namba 27 inasema Now I read that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from everyone of us. Ili wamtafute Mungu ikawa ni kwa kupapasa wakamuone, ijapo hawi bali na kila mmoja wetu. Turn with me in the book of Romans number 10 verse 9 and 10. Twende katika kitabu cha Warumi 9 na aya yake ya 10. 10 Warumi 10 verse 9 and 10. Warumi 10 na aya ya 9 na aya ya 10. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema hivi, this is what the Bible records, hivi ndivyo Biblia imenakiri, that if you confess ya kwamba with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. Kwa sababu ukikiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako na kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. For with the heart man believes, hallelujah, amen, to righteousness, and with the mouth confession is made to salvation. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Hallelujah. Hallelujah. Now that I have gone through those scriptures, ya kwamba sasa tumeweza kutembea katika hayo maandiko na kuyasoma, I want you now to listen to me. Ningetaka ukaweza kunipa sikio lako. And this is the servant of God, Apostle Paul. Ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, Mtume Paulo. And we all know the story of Paul the Apostle. Na sisi twaijua hata hadithi na habari yake Mtume Paulo. That he was persecuting the work of the cross. Ya kwamba alikuwa anataabisha kazi ya msalaba. He was so injurious and very dangerous. Na alikuwa ni mtu aliyekuwa hatari sana. And everywhere these men appeared, na popote ambapo huyu mtu alipoonekana, people could close their doors. Watu wangeweza kumfungia milango. Because they knew that this man was not pretending anything good. Ni kwa sababu walijua ya kwamba hajakuja kwa jambo lolote bila. So the Lord Jesus Christ had met with Paul. Na kwa hivyo Yesu Kristo The Lord Jesus Christ had met with Paul. Na kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa amepetana na Paulo. And they had changed him. Na alikuwa amembadilisha. From the belief that he was holding on. Kutokana kwa kuamini alikokuwa ameamini. And they had converted him now. Na alikuwa ameweza kumgeuza. And compelled him to go all over. Na akaweza kumpeta shawishi ya kwamba aende kila mahali. Preaching about Jesus Christ. Akihubiri kuhusiana na Kristo Yesu. And the resurrection. Na hata ufufuo wa Kristo. So the Bible says, na ndivyo Biblia yasema, as he was waiting for his brethren, ya kwamba alipokuwa akingojea wale ambao walikuwa washirika na wale, while at Athens, the capital city of the Athenians, akiwa hapo katika mji wa Athene ambao ulikuwa ni mji mkuu wa nchi ya Athene, or the land of Greece, ama nchi ya Greece. and the Bible says, na Biblia yasema, as he was waiting for his companions, ya kwamba alipokuwa akingojea wenzake, he was moved in his heart, ya kwamba akaweza kushawishika ndani ya moyo wake, to enter in the synagogue, akaweza kuingia katika sinagogi, and the houses of worship, hata katika nyumba za ibada of the land of Greece. ambayo zilikuwa katika nchi ya And Greece. as he was walking along, Na alipokuwa akitembea, he was very observant, alikuwa anaangalia vyema, because he was looking at the people, kwa sababu alikuwa anaangalia watu. and they saw how they were meditating, Alikaweza kuona jinsi ambavyo wanatafakari, and they were very superstitious. na walikuwa na hali ya kukoja They kukubwa, were holding on some religion, walikuwa
wanashikilia dini fulani. And they were very much devoted on their side. Walikuwa wanabidii sana katika ile penzi. And their time. Na wao walikuwa wanatumia muda wao. To make meditation. Hata kutafakari sana na zaidi. And to make devotion. Hata kuweza kutia bidii. To their religion. Kwa dini yao. Hallelujah. Hallelujah. As he walked around. Na wakati alipokuwa akitembea. Even so a temple. Akaweza kukutana na hekalu moja. Inscribed in the big building writing. Nayo ilikuwa imeandikwa kwa maandishi makubwa. And this is what had been written there. Hiki ndicho kilikuwa kimeandikwa pale. To the unknown God. Kwa Mungu asiyejulikana. The Bible says. Biblia inasema. That when Paul was walking around. Kwa wakati Paulo alikuwa anatembea. He saw the commitment of Athenians. Akaweza kuona kujitolea kwa wale watu wa Athene. And he applauded them. Na hata akaweza kuwapongeza. Hallelujah. Hallelujah. He said. Akasema. You people of Athens. Watu wa Athene. I have come to love your way. Nimekuja kupenda njia zenu. The way you are so much devoted. Ambayo mumeweza kujitoa The sana. way you are so much committed. Ambayo mumeweza kuwa na bidii sana. And you hold on different forms of religion. Kwamba mnashikilia dini za aina nyingi. Hallelujah. Hallelujah. And he said. Naye akasema. Even there is a temple over there. Hata nimeona kunayo hekalu pale. And I have written over there. Hata mumeiandika pale. To the unknown God. Mungu asiyejulikana. And before I digress on this. Na hata kabla niendelee kwa hili. The Bible says. Biblia yasema. That the Athenians. Ya kwamba wa Athene. They were busy people. Walikuwa ni watu walikuwa wa shughuli sana. They were always engaged. Kila wakati walikuwa katika shughuli. In some conversation. Walikuwa katika shughuli za maongezi. They were always intended to learn. Walitaka sana kujua na kusoma. They were asking questions. Walikuwa wanauliza maswali. They were telling stories. Walikuwa wanapeana hadithi. Or they were listening to some new stories. Hata walikuwa wanasikiliza. And when they saw Paul, Na kwa hivyo walipomsikia Paulo, they said, wakasema, what does this babbler say? huyu naye mpuzi anasema nini? This babbler. Anamuita mpuzi. What does he say? Yeye anasema nini? What has he brought in our city? Ni nini ameleta katika nchi What yetu? message is he carrying? Ujumbe gani ambao umekuja nao? Hallelujah. Hallelujah. And the other said, Wengine wakasema, maybe he is a setter of. pengine amekuja kutia. He's a setter of some strange God. Pengine amekuja kuleta miungu migeni. Hallelujah. Hallelujah. These people are so receptive. Na kwa hivyo walikuwa ni watu wenye kupokea sana They maombi. had a myriad of God. Na kwa hivyo walikuwa wako na habari ya Mungu. No, they had a myriad. They had many gods. Walikuwa na miungu. And even goddesses. Na hata walikuwa na magodesi. Miungu wa kike na wa kiume. Walikuwa na miungu wa kike na wa kiume. And their menu was open. Na hata walikuwa na nafasi ya miungu wengine. They were to add the other strange gods. Walikuwa waendelee kuongeza miungu wengine. That is why they wrote and they said, Ndiposa walikuwa wameandika na wakasema, to the unknown God. hata kwa yule Mungu asiyejulikana. Apostle Paul says that kind of opportunity. Kwa hivyo mtume Paulo akapata hata nafasi ya kidhahabu. And he said, Naye akasema that this unknown God kwamba huyo Mungu is the asiyejulikana, one that I bring to you. huyo ndiye ninayewaletea. This God that you worship over there in that temple. Huyo Mungu ambaye mnaabudu katika ile That you hekalu, call him unknown. ambaye mnamuita He is the one asiyejulikana, that I bring to you. ndiye nimewaletea. He that created the heaven and the earth. Aliyeumba dunia na akaumba He nchi. that created the mountains and the valleys. Aliyeumba hata milima na mabonde. He created the rivers and the rivulets. Yeye ambaye aliweza kuumba hata bahari na mito. Hallelujah. Hallelujah. Then he said, Alafu akasema that it is God. ya kwamba huyo Mungu, He's Almighty God. huyo Mungu mkuu, Who from one blood. alifanya kutoka kwa damu moja, He created all nations of the earth. akaumba
kusudi lao. They were not just to walk there into darkness. Ya kwamba hawakuwa wakae pale katika giza. And the purpose of the Lord prescribed this deal. Na kusudiwa kwa Yesu Mungu aliweza kuwapa ndio hilo. He determined their habitation. Ambaye aliweza kuwapa makazi yao. And then he said, na akasema that you should seek me. Ya kwamba mkaweze kunitafuta. Yes. Ndiyo. Wherever you are. Popote ulipo. He said, anasema you have to seek me. Ya kwamba ni lazima unitafute. Even happily. Hata kama ni kupapasa. Hata kama ni kwa kupapasa. Hallelujah. Hallelujah. Kupapasa mtu ambaye kupapasa whoever goes around happily here there. Mtu ambaye anaenda akipapasa hapa na pale. Is a person who does not understand. Mtu ambaye haelewi. Is a person who is just guessing. Ni mtu ambaye anajaribu tu kufikiria. The Bible says, lakini Biblia yasema, the reason why God deposited men all over. Ya kwamba sababu ambayo ilifanya Mungu akaweza kuweka wanadamu popote kila mahali. And the reason why God made every nation from one blood. Na sababu ambayo ilifanya Mungu akaweza kuumba hata kisasi kutokana kwa mtu mmoja. It is that man may seek God. Ya kwamba mwanadamu akaweza kumtafuta Mungu. I know there are many things you are seeking. Ninajua kunayo mambo mengi ambayo kila mtu utafuta. And they are good for life. Na hata ni mazuri ni kwa ajili ya maisha. Hallelujah. Hallelujah. Because if you don't do something, ni kwa sababu kama hautafanya jambo, you may become desperate in life. Kweli ni kwamba unaweza kuwa hai katika maisha. You may turn out to be a dangerous man. Na unaweza ukawa mtu ambaye ni hatari. Hallelujah. Hallelujah. That God created you. Anaye Mungu alikuumba. And he prescribed an assignment for you. Naye akaweza kupeana jukumu kwako. That you may seek him. Ya kwamba ukaweze kumtafuta. Even happily by just trying to search. To feel him like that. Hata kama ni kwa kujaribu hata kupapasa umushike ama umusikie mahali alipo. Hallelujah. Hallelujah. And then Paul, the man of God. Na huyo Paulo. He tells us now how to find him. Anatuambia jinsi hapa ya kumpata. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yesu asifiwe. That happily by just trying to feel. Ya kwamba wakati tunajaribu hata kumsikia ako wapi. Like a blind person. Kama mtu ambaye ni kipofu. He brings the remedy. Sasa analeta dawa. He brings the remedy. Analeta dawa. And that remedy is what I want to give to you. Tiba ndio ninaweza kuwaletea hata nami. He tells us. Anatuambia. And if you will confess with your mouth. Ya kwamba ikiwa utakiri kwa mdomo wako. If you will just come and agree. Ikiwa utakuja na ukubali. With your mouth. Hata kupitia mdomo wako. And Jesus Christ. Ya kwamba Yesu Kristo. Is the one who was sent. Yeye ndiye aliyetumwa. That he made a solution to mankind. Akaweza kupewa suluhu kwa mwanadamu. Come and save mankind. Akaweza kuja na kuokoa mwanadamu. And you use your mouth to agree. Na ukubali mdomo wako ukubali. Hata ukaweza kukiri. To speak faith. Hata ukaweza kunena. And in your heart you believe. Na pia ndani ya moyo wako ukaweza kuamini. You will be saved. Nawe utaokoka. You will be saved. Nawe utaokoka. You will be saved. Nawe utaokoka. Hallelujah. Hallelujah. Paul was telling the Athenians. Paulo alikuwa anawaambia Waethene. It is good to you people. Ni vyema ya kwamba nyinyi watu. You have set forth on a journey. Ya kwamba mumeitindua kuelekea safari. Seeking God. Mumeanza safari ya kumtafuta Mungu. Through diverse religions. Hata kupitia dini tofauti. Through diverse ways. Hata kupitia njia tofauti. Through diverse feelings here and there. Kupitia kusikia mahusiano. Proclaims. Hata kupitia kulitangaza. That there is an easiest way. Mimi nimekuja kutangaza ya kwamba kunayo njia There is an easiest way. iliyo rahisi. Hallelujah. That you don't need to weigh yourself. Ya kwamba haustahili kujishosha. You don't need to
kutosha. You don't need to be labor so much. Haustahili kufanya kazi sana. You just use your mind. Unahitaji kutumia mdomo wako And agree. na ukakubali kuamini And confess. na ukakubali kukiri And say na ukaseme that the Lord Jesus ya kwamba Yesu is Kristo the Savior. yeye ndiye Mwokozi. And you believe in your heart. Na ukaamini ndani ya moyo You wako get saved. nawe unaokoka. And I say Naye anasema that it will by the mouth. ya kwamba kupitia kinywa Man. mwanadamu. Let me just read. Wacha nisome tena Even as I'm almost now signing out. hata wakati ninapoendelea kumaliza. Hallelujah. Haleluya. He says, Anasema, I am reading the book of Romans, anasoma katika kitabu cha Warumi chapter number 10, ni mlango wake wa 10 verse 9 and 10. aya ya 9 na ya 10. Hallelujah. Haleluya. That if you shall confess with your mouth Sababu ukikiri Yesu kwa kinywa chako the Lord Jesus Christ, ya kuwa ni Bwana and you believe in your na heart kumwamini kwa moyo that the Lord has raised him from the dead, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, you shall be saved. utaokoka. Verse 10 says, Aya 10 yasema, hold the heart, kwa maana kwa moyo man believes to righteousness, mtu huamini hata akapata haki. hallelujah, Haleluya. and with the mouth Na kwa kinywa confession is made to salvation. hukiri hata kupata wokovu. And an assurance in verse 11 says, Na aya 11 ambayo ni thibitisho inasema, which the Lord God has spoken in the book of Isaiah 49 verse 23. kwa maana nayo ni thibitisho ambayo iko katika kitabu cha Isaia 49 na aya yake ya 3 Ya 23. ya 23, That even before the Lord Jesus came, ya kwamba kabla hata Bwana Yesu kukucha, the Lord Almighty God has already spoken for. Mungu mwenye nguvu alikuwa ameinena kabla. In the book of Isaiah 49 verse 23. Katika kitabu cha Isaia 49 na aya yake 20, And the word has God spoken for. hivi ndivyo Bwana alikuwa amesema, That whosoever believes in him, maana bikora nena kila mwaminie he shall not be ashamed. hata tayarika, He will never be ashamed. hataweza kuaibika. There is no shame Hakuna aibu for those who believe in him. kwa wale ambao wanamwamini ndani There is yake. no shame Hakuna aibu for those who believe in the Lord kwa wale Jesus ambao Christ. wanaamini ndani ya Kristo Yesu. There is no shame Hakuna aibu for those who believe in the resurrected Son of kwa God. wale ambao wanaamini katika mwana ambaye amefufuliwa. That you will believe in your heart. Na kwa hivyo ukiamini ndani ya moyo And then you confess with your mouth. naweze kukiri katika ulimi wako, You will not be ashamed. nawe hautatayarika. I don't know what has consigned you to shame. Sijui ni nini kimekupelekea katika aibu, You can evade that shame. lakini unaweza torokea hiyo aibu. You can move away from that shame. Unaweza toroka mbali na hiyo aibu. You can walk majestically breaking in that shame. Unaweza inuka na ukawe na ujasiri wa kukanyaga hiyo aibu. Hallelujah. Haleluya. He who believes Ni kwa sababu amwaminie, in the resurrection. ambaye anaamini katika ufufuo. Because that is what Paul was speaking. Kwa sababu hicho ndicho Paulo And anasema. Jesus declared, Naye Yesu akaweza kuitangaza that I am the way, ya kwamba mimi ndiye I am njia, the truth. mimi ndiye ukweli. Hallelujah. Haleluya. I am the way, Mimi ndiye ndimi I am njia, the truth. na mimi ndiye I am ukweli, life. na mimi ndiye uzima. And nobody comes to the Na Father hakuna ajaye kwa Baba except through me. ila kupitia kwangu. Hallelujah. Haleluya. What a good news today. Na leo ni habari njema kiasi gani? What a good news for us. Leo ni habari njema kiasi That we gani can choose to believe on God. ya kwamba tukaweze kumwamini Mungu, Or we believe in God. kwa sababu tukimwamini Mungu We will not be ashamed. hatutaaibika. We will walk majestically. Tunaweza kutembea tukiwa na We nguvu, will walk raising up our head. tunatembea tukiwa tumeinua
kushoto, tutatembea. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Then dwellers of Mile 6. Na kwa hivyo wakazi wa Mile 6, listen to me today. Nisikilizeni siku ya The leo. Bible has given us prescription. Biblia imeweza kutupea hata kutuandikia vyema And God wrote it down a purpose of man. ya kwamba Mungu aliweza kuandika ama kunakiri haja na maisha ya mwanadamu. That is why in the land of Athens, Na ndiposa katika nchi ya Athene, the land of knowledge, nayo ilikuwa ni nchi hata ya hekima, the land of philosophers, nayo ilikuwa ni nchi ya wasomi, philosophers of all sciences. nao walikuwa ni wasomi wa kila aina ya sayansi. Mathematics came from Athens. Na kwa hivyo kila sayansi ilitoka Athene, All religion emanated from there. hata kila dini iliweza kutoka mule, Languages and linguistics came from na there. hata lugha na usomi zote ziliweza kutoka Geography mule, and history came from there. hata jiografia na historia zote, All renowned philosophers hata usomi wa kila aina ambao wajulikana. who shaped the philosophies of education. Ni yeye ambapo ni wao ambao waliweza kuileta hata na ulimwengu, kuletea ulimwengu mambo ya masomo. They were there. Ni kwa sababu walikuwa The pale, Apostle Paul lakini mtume Paulo prescribed for them something very simple. naye akaweza kuonyesha na kuandikia kitu cha rahisi sana, Fit for the philosopher naye ilikuwa ni vyema kwa wale ambao ni wasomi, and fit for the thunderhead. na hata ilikuwa ni nzuri kwa wasiosoma. Hallelujah. Haleluya. Hatujatukana mtu Na sijatukana mtu, because that is an English word. ni kwa sababu ni maneno ya But Kiingereza if you have not learned, ya kwamba kama haujapata hata kuelewa na na wewe ni mtu tu ambaye wewe ni kichwa ngumu, wewe you can just believe unaweza tu kuamini hata kama haujaelewa masomo, and you are put on the same level. utakiwa kiwango kimoja. What a good prescribed Hata way. ambao wameweza kusoma ni jambo njema aje. I want to pray Na kwa hivyo nataka kuomba, and I don't know what you are holding on. sijui wewe washikilia nini, And there is no wrong in holding on what you are na holding. hakuna ubaya kushikilia unachokishikilia, It is because you have not heard what I have spoken today. sababu yawezekana haukuwa umesikia niliyoyasema leo, But because now you have heard, lakini sasa hivi kwa sababu you umeyasikia, can let that go. sasa unaweza kukuasha kiende kile ambacho uliishi And grasp what God had prescribed. na ukaweza kushikilia kile ambacho Mungu mwenyewe amepeana, And you will never be ashamed. nawe hautaibika. Hallelujah. Haleluya. Wherever you are, Popote ulipo you can make it into prayer. unaweza kufanya hili ombi That's the beginning is simple prayer. na ukarudie hili ombi hata fupi, And I pray with you. nami nikaweze kuomba pamoja As nawe, I sign out, na nikaweze kuondoka. say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, today leo I have heard nimesikia that you are sent by God ya kwamba ulitumwa na Mungu to come and die for me. ukaje ukanifiria, And that you resurrected from the dead. na ya kwamba ulifufuka kutoka kwa And wafu, you assured me of victory. na ukaweze kunithibitishia na kunihakikishia ushindi. Today I confess of my sins. Leo ninakiri dhambi zangu, And I ask you to forgive me. na ninaomba unisamehe, And give me a right attitude. na ukanipa moyo safi. Forgive me and salvation me, Lord. Nisamehe na ukanioshe. Send your Holy Spirit to indwell in me. Ashiria Roho wako Mtakatifu akakae ndani yangu, That I may walk in your purpose. ili nikaweze kutembea katika makusudio yako. Thank you for saving me. Asante kwa kuniokoa, In the name of the Lord Jesus, katika jina la Yesu I am praying. ninaomba. Heavenly Father, Baba wa mbingu, you are the Lord. wewe ndiye Bwana.
Bwana, and you have given us this day, na umetupa siku ya leo, this very hour, hata lisaa hili la mchana, that we have spoken your word here, Lord. na tumeweza kuinena neno lako hapa Bwana, And we have spoken it very clearly, na tumelinena kiwasi, demonstrating about the way of the kingdom. hata tukidhihirisha njia ya ufalme, The reason why you created mankind, sababu ulioifanya ama kumuumba mwanadamu, and you put them in habitations, na ukaweza kuweka katika and makazi, you determined their time, na hata ukaweza kuwapangia wakati and wao, you wanted them to seek you, Lord. na ulitaka ya kwamba wakutafute, Happily, even perhaps by just feeling, hata kwa kupapasa na kwa kusikiliza, but that you are not far from them. lakini wasema hata kama hauko mbali na kila The same mmoja. apostle tells us Na huyu Paulo atwambia that you are very far to us. ya kwamba hauko mbali nasi, Even in our mouth, you are very near to us. hata uko karibu sana nasi, Even in our mouth, hata katika vinywa vyetu, and in our heart. na hata ndani ya mioyo And zetu, if we confess today, ya kwamba tunapokiri wewe and leo we believe, na tunaamini, we get salvation. basi tunapata wokovu. We thank you because it is a very simple prescription. Tunakushukuru ni kwa sababu hili ndiyo jambo lililo rahisi sana, Everybody that has heard this word, Lord. ya kwamba kwa yeyote ambaye amesikia ni hili neno Bwana. Father, I pray, Baba, ninakuomba let him meditate also. washa hata yeye atafakari The way the Athenians were meditating. hata jinsi ambavyo Waethene walikuwa In the wanalitafakari. mighty name of the Lord Jesus, I pray. Katika jina kura Yesu nimeomba. Amen and amen. Amen and God amen. bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu